Get the point. Take a step forward. Amen. Ni mida nyingine ambayo tutakuwa na ujumbe wa Biblia, ambayo leo tutakuwa tunaangazia zaidi jemedari Naaman kukutana na Mungu, kichwa cha hubiri. Basi ningeomba msomaji uwe tayari kabisa na uingie kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya kwanza. Biblia inaanza kwa kueleza habari za jemedari wa jeshi aliyeitwa Naaman, na inaanza kwa kueleza namna hii. Biblia inasomaje? Basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Asante sana. Basi Biblia inasema sifa zote za jemedari Naaman. Ningependa niseme ya kwamba hata Washami, jina la Naaman lilipotajwa, ni ya kwamba walipata kuwa na kiburi. Ndugu na rafiki wapendwa, Biblia inasema ya kwamba Naaman alikuwa ni jemedari ambaye alipata ushindi, na hivyo ya kwamba falme zote zilizowazunguka ni ya kwamba kusikia jina la Naaman walitetemeka. Pia Biblia inaonyesha vizuri ya kwamba huyu Naaman alikuwa ama mshauri katika baraza la usalama la Washami, na hivyo ya kwamba mfalme alimtegemea. Ningependa niseme ya kwamba Biblia inapozungumza habari ya mtu ambaye ni hodari na shujaa, napenda ujue ya kwamba pia Mungu huwapenda watu ambao ni watu mashujaa na wenye ujasiri, watu hodari, na Mungu hapendi kutembea na waoga. Ndugu na rafiki mpendwa, unapoangalia ni ya kwamba alikuwa ni shujaa na hodari. Biblia inaeleza hivyo. Tatizo la Naaman, Biblia inasema ya kwamba alikuwa na ukoma. Hivyo kando na sifa zote zinazotolewa za Naaman, inamalizia kwa kusema ya kwamba na alikuwa na ukoma. Ndugu na rafiki mpendwa, unaweza kuwa kiongozi wa kanisa na upotee. Unaweza kuwa ni mtu mashuhuri na upotee. Unapoangalia msomaji kitabu ambacho ni cha Yakobo 2 aya yake ya 10 hadi 12, ndio uweze kujua ya kwamba jinsi mbingu inavyowachukua wale ambao ni watu waaminifu kwa Mungu. Biblia inaanza kwa kueleza swala hili ambalo linahusu utii kwa Mungu wa mbinguni. Biblia inasomaje? Katika kitabu cha waraka wa Yohana wa Yakobo 2:8. Kitabu cha Yakobo 2 aya yake ya 10 msomaji hadi 12. Biblia inasema, ndio, maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote, ndio, ila akajikwaa katika neno moja, ndio, amekosa juu ya yote. Ndio, kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiue. Basi ijapokuwa ukuzini, lakini umeoa, umekuwa mfuja sheria. Asante sana. Semeni nanyi na kutenda kama watu watakaohukumiwa kwa sheria ya uhuru. Asante sana. Dhambi ni uasi wa sheria, na dhambi ni sawa na ukoma. Wenda ya kwamba ukajiuliza kwa nini nikasoma mafungu hayo. Nataka nikueleze ya kwamba ili uweze kukubalika mbele za Mungu, lazima uweze kutii sheria zake. Maana alitoa zile amri 10 ili mwanadamu aweze kuzitii, maana ni tabia ya mbinguni. Meli inazamishwa na shimo ndogo sana.
Na zaidi ya yote ningependa uweze kuelewa ya kwamba hata hiyo dhambi ndogo inaweza kukuangamiza. Hivyo ndugu na rafiki wapendwa, kwani ugonjwa ukoma ulikuwa ni ugonjwa wa aina gani? Matendo ya Walawi, kitabu cha Walawi 13 aya yake ya 45 inatoa sifa mbaya ya ugonjwa wa ukoma. Biblia inasemaje? Biblia, neno la Mungu katika Mambo ya Walawi 13:45, tasoma katika jina la Yesu. Ndio. Kisha mwenye ukoma aliye na pigo ndani yake, Ndio, nguo zake zitataruliwa, ndio, na nywele za kichwa chake zitaachwa wazi, ndio, naye atafunika mdomo wake, ndio, mdomo wake wa juu, naye atapiga kelele, ni najisi, ni najisi. Asante sana, ya kwamba asije akamkaribia mtu, maana alikuwa anaenda akisema najisi, mimi najisi, najisi, najisi. Ugonjwa huu ulikuwa ni ugonjwa mbaya. Biblia inaposema hivyo ni ya kwamba ningependa uweze kujua ya kwamba kuwa na ugonjwa wa ukoma, mtu alitengwa kabisa na kufutwa jina lake kanisani. Jambo lingine ni ya kwamba alipelekwa jangwani aweze kusubiri kifo. Na ningependa niseme ya kwamba wengi walipoteza matumaini kwa Bwana, na walipoteza viungo vya mwili, ya kwamba mtu kuweza kuwa na ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao uliweza kusononesha sana moyo. Ndugu na rafiki wapendwa, kama nilivyosema, dhambi ni sawa na ugonjwa wa ukoma. Nataka nikueleze ya kwamba kuwa na jemedari ambaye ni ugonjwa wa ukoma ilimsumbua sana mfalme wa Shamu. Ndugu na rafiki mpendwa, ndio unaona ya kwamba Biblia kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 2 mpaka 4 inasema, Biblia husema ya kwamba Washami walikuwa wamemteka msichana mdogo kutoka Israeli, na hivyo ya kwamba huyu msichana akawa ni mhubiri mkuu wa Injili. Na hivyo ya kwamba Biblia inasema ya kwamba watu wote walijua ya kwamba huyu Naaman alikuwa anaelekea kifo. Biblia inasemaje? Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 2 mpaka aya yake ya 4. Sikia jinsi Biblia inavyoelezea habari za Naaman. Na Washami walikuwa wametoka vikosi, Ndio, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke, ndio, kutoka nchi ya Israeli, ndio, naye akamhudumia mkewe Naaman. ndio, Akamwambia bibi yake, ndio, laiti bwana wangu angelijua, ndio, angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, ndio, maana angemponya ukoma wake. ndio, Mtu mmoja akaingia, ndio, akamwambia bwana wake, ndio, akasema, ndio, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Asante sana. Ningependa niseme ya kwamba habari za kifo cha Naaman ingekuwa ni furaha kwa mataifa ambayo yaliangushwa na Washami. Mataifa yaliyowazunguka Washami yalikuwa yanatetemeka yaliposikia jina la Naaman, na watu sasa walingoja kifo chake. Habari ya kifo chake ingekuwa habari nzuri sana kwa mataifa ambayo yalikuwa yanasumbuka juu ya uweza wake. Na ningependa niseme ya kwamba sio hivyo tu, hata nyumbani ni ya kwamba mfalme alihangaika ya kwamba jemedari mwenye uwezo anaelekea kifo. Na hivyo ya kwamba madaktari waliitwa, walijaribu kumtibu, walishindwa. Na sasa ikawa ya kwamba hakukuwa na ujumbe wa matumaini kwa Washami, mpaka mtu alipoingia akasema ya kwamba kuna nabii katika Israeli ambaye ana uwezo wa kumponya jemedari Naaman. Ndugu na rafiki mpendwa,
waraka ambao uliandikwa. Kawaida yake ni kwamba mfalme wa Shami aliandika barua akimwandikia mfalme wa Israeli ili ya kwamba aweze kumponya Naaman ugonjwa wake. Na tena niwaambia kwamba yeye aliangalia daraja yake kama mfalme, anaweza kuandikia mfalme mwenzake, jambo ambalo lilileta ugonjwa wa msongo kwa mfalme wa Israeli. Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 5 mpaka 7. Msomaji, Biblia inasemaje? Mfalme wa Shamu akasema, Ndio. haya basi, Ndio. mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Ndio. Basi akaenda zake, Ndio. akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha, Ndio. na vipande vya dhahabu 6,000, Ndio. na mafazi 10. Ndio. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule, Ndio. kusema, Ndio. waraka huu utakapokuwasilia, tazama, nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ndio. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, alirarua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niuwe na kuuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Asante sana. Baada ya barua kuingia katika ikulu nchini Israeli, ni ya kwamba mfalme mara moja akashikwa na ugonjwa wa msongo wa mawazo. Watu wa ikulu wakaanza kuona mfalme anararua nguo zake. Anauliza ya kwamba, je, si ujumbe wa dhuluma huu ya kwamba mimi nimponya mtu ugonjwa wa ukoma? Tazama ya kwamba wanatafuta ugomvi. Ndugu na rafiki mpendwa, yule msichana hakusema ya kwamba mfalme ana uwezo wa kuponya ugonjwa wa ukoma. Na hivyo ya kwamba magonjwa ya dhambi, shida yetu, ukosefu kwenda mbali na Bwana, kwamba inahitaji ujumbe wa kweli wa neno la Mungu. Amen. Na hivyo ya kwamba ndugu na rafiki mpendwa, ni ya kwamba sasa, ni ya kwamba ujumbe sasa ukaja ili ya kwamba mfalme ajue lile la kufanya. Ningependa niseme ya kwamba ole wake anayewatumainia wanasiasa. Na ningependa niseme ya kwamba hata shida tulizo nazo katika vijiji, katika nchi zetu za dunia, shida yetu ni dhambi. Na hivyo ya kwamba ndiposa ya kwamba unaposoma kitabu ambacho hatutasoma sasa, kitabu cha Isaya 24 aya yake ya 3 mpaka aya yake ya 6, shida ya mwanadamu ni dhambi, uasi wa sheria. Na hivyo ya kwamba ndugu na rafiki mpendwa, kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 8 mpaka 9, Biblia inasema namna gani? Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyararua mavazi yako? Na je sasa kwangu, na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Ndio. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Asante sana. Barabara kutoka ikulu kuelekea kwa nabii Elisha ilikuwa ni barabara nyembamba. Toka ikulu mpaka kwa nabii haikuwa barabara inayopendeza. Ningependa niseme ya kwamba hata wakati ambapo Naamani alikuwa anatoka ikulu, maana hapo ndipo alifani ya kwamba angepokea uponyaji kuelekea kwa nabii, ilikuwa ni barabara ambayo haikupendeza.
Mathayo 7 yake ya 13 na 14. Kuna barabara nyingi ambazo zinawapendeza wanadamu duniani, nazo zinaelekea upotevuni. Lakini barabara kuelekea mbinguni si barabara ambayo wanadamu wengi wanaipenda. Na Yesu akasema barabara kuelekea mbinguni ni barabara ya aina gani? Biblia inasemaje? Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 7 aya 13-14. Aya ya 13-14. Biblia inasema, ndio, ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, ndio, maana mlango ni mpana, ndio, na njia ni pana, ndio, iendayo upotevuni, ndio, nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. ndio, Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani, ndio, nao waionao ni wachache. Asante sana. Barabara kuelekea mbinguni, Biblia inasema ya kwamba ni nyembamba, tena imesonga, na ni wachache sana waionayo. Ya kwamba ndugu na rafiki mpendwa unayenisikiliza, Naaman alikuja na fahari yote ya Washami, alikuja na magari, alikuja na farasi, alikuja na utajiri mwingi, alikuja na dhahabu, alikuja na mali nyingi sana, fahari yote ya Washami. Sasa barabara ni kutoka ikulu kwenda kwa nabii. Ndugu na rafiki mpendwa, nataka ujue ya kwamba hiyo ndiyo barabara ambayo hata Yesu alipokuja duniani hakuonyesha sana ya kwamba watu wafuate ile njia ambayo ilikuwa imepindika katika Wayahudi waliokuwa wakati wake. Hivyo ya kwamba barabara ya msalaba si barabara ambayo ilipendwa. Na Yesu alipokuja duniani alikuta dini 4 kubwa zilikuwa na washiriki wengi. Alikuta Mafarisayo, alikuta Masadukayo, akakuta Maherodia, akakuta Wazeroti. Wote walikuwa na imani mbalimbali. Hivyo ya kwamba kila mmoja alikuwa anasema yake ndiyo njia ya uzimani. Walikuwa wamefikia mahali ya kwamba waliona ya kwamba kwa sababu ya kiburi chao hata wangefanya biashara hekaluni. Yesu alikuja na akaweza kuwapata. Mathayo 21 aya ya 12 mpaka 15. Barabara nyembamba, barabara ya kutoka ikulu kwenda kwa nyumba ya nabii. Biblia inasemaje? Kitabu cha Mathayo 21 aya ya 12 mpaka 15. Sikia jinsi Biblia inavyosema. Yesu akaingia ndani ya hekalu, ndio, akawakufukuza wote, ndio, waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, ndio, akazipindua meza za wabadili fedha, ndio, viti vyao waliokuwa wakiziuza njiwa. ndio. 13 inasema, akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya nini? Ya sala. Alafu bali ninyi ndio mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Na bali ninyi mumeigeuza kuwa pango la nani? La wanyang'anyi. Ya kwamba walikuwa wamebadilisha ibada ya kweli, sasa imeelekezwa katika matakwa ya biashara na unyang'anyi ndani ya hekalu. Endelea. Inaendelea kusema, ndio. Chanifike pale. Ndio. Endelea pale. Mstari wa 14. Ndio. Na vipofu na viwete, ndio, wakamwendea, ndio, mle hekaluni, ndio, akawaponya. Ndio. Lakini wakuu wa makuhani na waandishi, ndio, walipoyaona maajabu aliyoyafanya, ndio, na watoto waliopaza sauti zao hekaluni, ndio, wakisema, ndio, Hosana mwana wa Daudi, ndio, walikasirika. Asante sana. Ilikuwa ni hasira kwao. Maana Yesu alikuta ya kwamba amebadilisha nyumba ya Mungu kuwa nyumba ya biashara. Hivyo ya kwamba alipowafukizia mbali
wale vipofu na viwete wote wakaja wakaponywa. Viongozi wa dini walipoangalia walichukizwa. Hivyo kwamba ndugu na rafiki mpendo, posa unaposoma kitabu cha Yohana 7 aya yake ya 12 na aya yake ya 19, wakapanga njama ya kumwangamiza. Kitabu cha Yohana 7 aya yake ya 12 na aya yake ya 19. Biblia inasema, ndio, kukawa na manunguniko mengi katika mkutano juu yake. Ndio. Wengi wakasema, ndio, ni mtu mwema. Ndio. Na wengine wakasema, ndio, sivyo, mbali anawadanganya makutano. Asante sana. Ya kwamba kuna makundi mawili, hata katika viwanja hivi kutakuwa na makundi mawili. Yesu aliponena, wengine wakasema ni mtu mwema, wengine wakasema anawadanganya watu. Hivyo ya kwamba hapa ndipo makundi mawili yakakuwepo. Yesu alikuwa amesema kuna wale wanaopita barabara ile nyembamba na wale wengine njia pana. Fungu la 19. Fungu la 19 inasema, 19. Je, Musa hakuwapa torati? Ndio. Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati. Ndio. Mbona mnatafuta kuniua? Asante sana. Ya kwamba Yesu akajua njama imewekwa ya kwamba kwenda kumwangamiza. Baada ya hii njama, kitabu cha Mathayo 23 aya ya 38, Yesu akawaambia ujumbe huu. Kitabu cha Mathayo 23 aya ya 38. Sasa Yesu mwanzo alisema nyumba ya Baba yangu. Sasa ikafika mahali baada ya wao kukataa njia ya uzimani, Yesu akasema maneno haya. Mathayo 23:38. Ndio. Pumzi ya Mungu yasema, ndio, angalieni, ndio, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Yesu akawaambia nyumba yenu. Sasa sio nyumba ya Baba yangu, nyumba yenu mmeachiwa ukiwa. Hivyo kwamba wanafunzi wake Yesu hakumaliza pale. Angalia fungu 20 kitabu cha Mathayo hiyo 24 aya yake ya kwanza na ya pili. Sasa ikawa Yesu tena anaongea mambo mengine. Yesu akaanza kusema namna gani? Biblia inasemaje? Yesu akaenda zake. Ndio. Akatoka hekaluni. Ndio. Wanafunzi wakamwendea. Ndio. Ili awaonyeshe majengo ya hekalu. Ndio. Naye akajibu akawaambia, ndio, amyaoni haya yote? Ndio. Amin nawaambieni, ndio, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo alitabomoshwa. Asante sana. Walipokuwa namuonyesha majengo mazuri ya hekalu, Yesu akawaambia hapa hakuna jiwe litakuwa juu ya jiwe lingine. Walisumbuka sana. Sasa wakaanza kumuuliza Yesu, basi sasa kanisa litakuwa wapi? Kama ile hekalu litaharibiwa, hakuna jiwe litakuwa juu ya jiwe lingine, basi kanisa litakuwa wapi? Kitabu cha Mathayo 21 aya ya 42 hadi 43. Yesu akaanza kueleza maswala haya, maswali ya majibu yao. Kanisa litakuwa wapi? Kitabu cha Mathayo 21 42 43. Biblia inasemaje? Yesu akawaambia, ndio, hamkupata kusoma katika maandiko? Ndio. Jiwe walilolikataa waashi, ndio, hilo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Asante sana. Lile jiwe ambalo walilikataa waashi, Mafarisayo, Masadukayo, Maherodia na hata Wazeloti, hilo ndilo jiwe la pembeni. Hiyo ndiyo barabara ya uzimani. Endelea kusoma. Endelea kusema, neno hili limetoka kwa Bwana. Ndio. Nalo ni ajabu machoni petu. Ndio. Kwa sababu hiyo nawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu. Hivyo kwamba akawaambia Waisraeli, Wayahudi ambao walikuwa wamekataa injili ya kweli, akawaambia kwamba sasa ufalme unaondolewa kwenu. Alafu nao watapewa mataifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Hivyo kutoka kwa Waisraeli wa kimwili kwenda Waisraeli wa kiroho.
Endelea kusoma. Endelea kusoma. Naye aangukaye juu ya jiwe hilo. 45 hadi 46. Biblia inaenda kusema hivi. Ndio. 44. Ndio. Naye 45 hadi 46. Asante, ninafika pale. Ndio. Wakuu wa makuhani na Mafarisayo ndio waliposikia mifano yake, ndio walitambua ya kuwa ndio anawanenea wao. Ndio. Nao walipotafuta kumkamata, ndio waliwaogopa makutano, ndio kwa maana wao walimwona kuwa nabii. Endelea. 46. Ndio hiyo. Asante. Basi ndugu na rafiki wapendwa, baada ya tukio lenyewe walimsulubisha pale msalabani. Na walipomsulubisha msalabani, kanisa la Mungu lilikuwa na washirika wangapi? Kitabu cha Matendo ya Mitume 1 aya ya 13 mpaka 15. Barabara nyembamba, barabara ya kutoka jumba la kifalme kuelekea kwa nabii. Endelea kusoma. Biblia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1 aya 13 hadi 15. Biblia inasema ndio, hata walipoingia wakapanda orofani, walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomeo na Mathayo, Yakobo na Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Ndio. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Ndio. Siku zile akasimama Petro. Asante. Walipata watu wangapi? Asante. Nilihitaji sasa usome hapo. Wacha niangalie ni wapi hapo. Asante, rudi pale. Naomba uweze kufika pale. Kitabu hicho, rudi kitabu cha Matendo ya Mitume 1 aya yake ya 13. 13. Aya yake ya 13 mpaka 15. Rudi pale. Asante, anza kusoma. Inasema, ndio, hata walipoingia wakapata orofani, walipokuwa wakikaa, ndio, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomeo na Mathayo, ndio, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu pamoja kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja nao wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu. Jumla ya majina ilipata 120. Hivyo ya kwamba, ndugu na rafiki mpendwa, nataka nikueleze ya kwamba Yesu baada ya kupaa mbinguni, kukawa kanisa la Mungu lina watu 120 hivi. Na ningependa niseme ya kwamba siku ya Pentecost wakahubiri, watu 3,000 wakajiunga na kanisa la Mungu. Ndugu na rafiki wapendwa, barabara kutoka ikulu kwenda nyumba ya nabii ilikuwa ni barabara ya kukatisha tamaa kwa Naaman. Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 9 mpaka 11. Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 9 mpaka 11. Biblia inasemaje? Biblia inasema katika kitabu cha Wafalme, ndio, Wafalme ni wa Pili 5. Mstari wa ngapi mtumishi? Mstari wa 9 mpaka 11. 9 mpaka 11 inasema, ndio, basi Naamani akaja na farasi wake, ndio, na magari yake, ndio, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha, ndio, naye Elisha akampelekea mjumbe, ndio, akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7, ndio, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naaman akakasirika, akaondoka, akasema, tazama. Tosha mpaka 11. Asante. Ndugu na rafiki mpendwa,
Naaman amesafiri kutoka Shamu mpaka Israeli. Amefika ikulu. Ikulu anasikia sauti nyingine ambayo inasema atoke ikulu kwenda kwa nabii. Shida ya safari yake, alipofika kwa Elisha. Elisha alikuwa na nyumba ndogo, barabara ni mbaya, na ya kwamba hata ikufaa sana kwa mtu wa heshima kama Naaman. Na hivyo ya kwamba zaidi ya yote, Elisha badala ya kuja yeye mwenyewe alituma mjumbe. Hivyo ya kwamba kiburi cha Naaman kilikuwa mara 7, na Mungu alihitaji kushusha kiburi cha Naaman mara 7 ili aweze kukubalika mbinguni. Biblia inasema ya kwamba Naaman akakasirika. Mbona nabii hakuonyesha heshima kwa mtu wa madaraka kama mimi? Mbona Naaman hakuangalia farasi ambao wamesimama mbele ya jumba lake? Mbona ameshusha hadhi yangu kama Naaman? Ndugu na rafiki mpendwa, kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 12. Biblia inasema, ndiyo, je, Habana na Fapari, mito ya Dameski, si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Asante sana. Ya kwamba kuna watu ambao wanapoangalia, ni kweli ya kwamba unapoangalia na unapotazama kwa macho ya mwili, unaona mahali ambapo wewe mwenyewe unafaa zaidi. Lakini mahali ambapo Mungu anakuita, unaona ya kwamba hapafai. Kwamba jemedari alikasirika. Jemedari akajiuliza maswali mengi. Jemedari akauliza ya kwamba afadhali ile mito ya kwetu, mito safi, mito mikubwa, mito ambayo mtu wa heshima kama mimi anaweza kuzamishwa, lakini sio Yordani, mto mchafu. Leo kama ndugu na rafiki wapendwa, ukilinganisha kwa kweli mto wa Yordani ambao unajulikana vizuri kwa uchafu wake, uweze kulinganisha na mito ambayo ilikuwa inapatikana katika nchi ya Shamu. Katika mto ya Yordani kuna wadudu na nyoka wanaoumiza sana. Wale ambao wanaingia katika mto wa Yordani wanajua katika uchafu wake na hali ya mto huo na jinsi inavyodhuru. Hivyo ya kwamba alikuwa na kila sababu ya kwamba afadhali mito ya kwao kuliko Yordani. Ndugu na rafiki wapendwa, kitu ambacho kilimsumbua sana ni ya kwamba aliona afadhali arudi nyumbani bila kutibiwa kuliko kuingia Yordani. Mpaka leo watu wanajiuliza ni tofauti gani iliyopo katika masuala ya dini, katika masuala ya imani. Kuna ile ambayo inaonekana ni nzuri, ya kupendeza machoni pa mwanadamu, lakini sio barabara kuelekea mbinguni. Ndugu na rafiki mpendwa, aliona ni afadhali kurudi nyumbani na ukoma kuliko kuingia Yordani. Wengine afadhali wafe dhambini kuliko kuifuata njia ya uzimani. Ndugu na rafiki mpendwa, ilikuwa ni wakati wa kuchukua hatua. Kitabu ambacho ni cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 13 hadi 15. Biblia sasa inaanza kwa kutoa maelezo. Biblia inaanza na maswali ambayo aliulizwa. Mimi nafikiria habari ya watu ambao ni wakuu wa jeshi, watu ambao wana uwezo, watu ambao wana nguvu, watu ambao wana madaraka. Wakati wale watu wako wa chini, wanaonekana watu wa hadhi ya chini. Wakati mwingine hata katika mashauri
wangependa wapate mashauri kutoka kwa wale walio juu, sio kwa wale walio chini. Lakini katika dakika hizi ushauri wa moyo wa Naaman ulimwelekeza kurudi nyumbani na ukoma kuliko kwenda chini ya mto Yordani aweze kupona. Uamuzi wa Naaman. Biblia inasomaje? Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya ya 13 hadi 15. Watumishi wake wakamkaribia, Ndio, wakamwambia, ndio, wakasema, ndio, baba yangu. Kwani lugha gani hii? Lugha ya unyenyekevu, lugha ambayo ni ya kujishusha. Hebu fikiria, jemedar mkuu wa majeshi sasa ni askari ambaye anaongea naye, askari wa hadhi ya chini, ananyenyekea, anamwambia baba yangu. Anajishusha chini ili aone kama anaweza kusikilizwa. Maana hata kuna ushauri anaweza kutoa, iwe amri ya kifo imekuja kwake. Hivyo ya kwamba anaenda kwa unyenyekevu ili aweze kusaidia moyo wa Naaman. Endelea kusoma. Kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno lake yule mtu wa Mungu. Asante sana. Nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Asante sana. Ndugu na rafiki mpendwa, swali ilikuwa rahisi ya kwamba kama ungeulizwa jambo kubwa. Najua kuna wale ambao leo wangepatiwa nafasi ya kwenda, mtu kama mimi. Kwa ukweli, na mimi nasema ukweli, kuna kiumbe kimoja ambacho kinaitwa nyoka. Kawaida yake, mimi macho yangu na nyoka tukionana, mambo ni mawili. Aidha iwe ya kwamba nitafanya hesabu yangu, nione tukipigana mauti ni kwangu, ninamuacha. Au nione ya kwamba ina uwezekano wa kumuua, atakufa. Na hivyo ni kusema ya kwamba nimeachiwa yule nyoka ambaye ni wakutisha, sasa tupambane. Sasa wakaanza kumuuliza, kama ungeachiwa simba, mpigane na simba ili uweze kupona. Lingekuwa si ni jambo, lingekuwa ngumu, lakini hilo ndilo lingefanyika. Sasa umeambiwa nenda ujichovye ndani ya mto Yordani ukawa safi. Ndugu na rafiki wapendwa, lugha ya askari ilikuwa, hatuko tayari kukupoteza wewe jemedari. Maana watu wote wamejua Naaman ni mgonjwa ukoma, Naaman anaelekea kaburini, Naaman akifa tutavamia Shamu. Sasa wakamwambia kwamba hatuko tayari kukupoteza, jishushe ndani ya mto Yordani ukaweza kupona. Ndugu na rafiki wapendwa, kitu ambacho Jemadar Naaman alifanya, aliaibika ya kwamba ushauri unatoka kwa mdogo wake, sio yeye, na yeye ndiye aliyekuwa mshauri wa baraza la usalama wa Shamu. Akaaibika, na alipoaibika, jambo ambalo alilifanya ni kupiga U-turn kurudi Yordani. U-turn yake ikaokoa maisha yake. Amen. Hivyo kama ndugu na rafiki wapendwa, Isaya 30:21. Isaya 30:21. Isaya 30:21. Nimefika pale. Soma. Isaya 30:21. 21. Biblia inasema, ndio,
na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Ndio. Likisema, Ndio. njia ni hii, ifuateni, mgeuke kwenda mkono wa kulia, na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto. Asante sana. Kila mwanadamu anapotembea katika barabara ya maisha haya ataisikia sauti inayosema barabara ndio hii, barabara ya uzimani ndio hii. Lakini wengi hawakuchukua nafasi yao kuisikia sauti hiyo. Wakati Naaman alipopiga U-turn, aliingia Yordani kwa utulivu na unyenyekevu wa ajabu. Hakutaka, lakini ilibidi. Akatoa nguo zake za kifahari, akatoa viatu vyake mguuni, akakanyanga maji ya mto Yordani. Ndugu na rafiki wapendwa, wale ambao wanabatizwa leo katika mto Yordani, wakati mchungaji anapoingia pale, anaingia na nguo ambayo huenda ya kwamba lile vazi ambalo anaingia nalo pale katika mto Yordani, anaingia nalo na anachukua nafasi ya kubatiza kwa wakati mmoja tu, haliwezi tumika tena. Maana anapoingia katika vazi ambalo ni nyeupe, anapomaliza ubatizo, ile nguo limechafuka wala halipendezi tena. Ndivyo ya kwamba Naaman aliumia sana kuingia ndani ya maji ya mto Yordani. Alikuwa anajua uchungu wa kuingia mto Yordani, mahali ambapo kuna viumbe wanaoumiza, wanaochimbua ngozi, wanaouma, na zaidi ya yote hata nyoka wanaopatikana pale majini. Ndugu na rafiki wapendwa, ilikuwa ni muda wa uzito sana kwa Naaman, lakini ilibidi. Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 15 mpaka 17. Kitabu ni cha Wafalme wa Pili 5:20 na ngapi mtumishi? Kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 15 mpaka 17. Weka hiyo haya. Biblia inasema, ndio, akamrudia yule mtu wa Mungu, ndio, yeye na mafuatano yake yote. Ndio. Akaja akasimama mbele yake akasema, ndio, sasa tazama, ndio, najua ya kwamba hakuna Mungu duniani mwote ila katika Israeli, basi na kuomba, ndio, upokee baraka kwa mtuma wako. Asante sana. Sasa Naaman baada ya kuchovya mara 7, unajua alipochovya mara ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4, hapana, huenda ya kwamba nilidanganywa. Wafanyikazi wanamwambia bado, alisema mara 7. Ya 5, ya 6, anajaribu kuangalia aone mabadiliko, hakuna. Lakini ilipofika ya 7, mwili wake wote ukawa kama wa mtoto. Amen. Ndugu na rafiki mpendwa, sasa anarudi kwa nabii, na anarudi akiwa amebadilika moyo. Sasa sio yule Naaman wa kiburi tena, mbali ni Naaman ambaye amebadilishwa moyo. Naaman akakutana na Yesu. Amen. Ndugu na rafiki mpendwa, Yesu sasa anarudi kwa nabii, anamwambia kwamba nabii, nataka kutoa zawadi zangu. Kwa hakika uliniambia niingie Yordani, kwa hakika nimeponywa. Sasa nataka kutoa sadaka yangu. Endelea kusoma. Biblia inaendelea kusema mstari wa 16. Ndio. Lakini akasema, ndio, kama Bwana aishivyo, ndio, ambaye nimesimama mbele yake, ndio, sipokei kitu. Aha!
Kwa nini nabii anaamua ya kwamba mimi sitaki zawadi zako? Yesu akasema kitabu cha Mathayo 10, alafu utarudi pale Mathayo 10 aya yake ya 8. Yesu akasema ujumbe huu, na leo ndio ujumbe ambao sio rahisi sana hata wachungaji waweze kusoma. Ana leo watu wameiacha njia ya uzimani, wako kwa biashara. Biblia inasemaje? Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo 18. Ndio. Pozeni wangojwa. Ndio. Fufueni wafu. Ndio. Takaseni wenye ukoma. Ndio. Toeni pepo. Ndio. Mmepata bure. Ndio. Toeni bure. Mmepata bure, toeni bure. Leo wale wanaoenda kuona nabii, unabeba shilingi 1,000, umeenda kuona nabii, umeenda kupanda mbegu. Watu wafanya biashara duniani. Nabii wa Mungu akasema, ni kweli umeponywa. Zawadi ambazo umeniletea mimi, sio mimi nilifaa katika zawadi hizo. Zawadi hizo zinafaa Mungu wa mbinguni aponyaye. Amen. Na hata kama ukienda kwa hawa manabii ambao wanawatapeli watu na kufanya miujiza, na ukasema umeponywa, nataka nikuambia ya kwamba kama kuna kitu ambacho tunaweza fanya ni kuomba pamoja na wewe. Na ombi langu linaweza kuwa fupi sana. Mungu jidhihirishe kama ulivyojidhihirisha wakati wa Elia. Kama huyu ameponywa kwa uwezo wako, basi iwe ameponywa. Lakini kama sio kwa roho wako, ugonjwa wake na umrudie. Na itadhihirika kati ya Mungu na shetani ambaye anafanya miujiza. Ndugu na rafiki mpendwa, kitabu hicho kinasema ya kwamba alileta zawadi. Rudi kitabu cha Wafalme wa Pili 5 aya yake ya 15 hadi 17. Maana pale pana ujumbe mzito sana ambao tunafaa kuweza kuangalia. Sifa ambazo zinafaa kumrudia Mungu na sio mwanadamu. Endelea. Inasema, ndio, akamrudia yule mtu wa Mungu. Ndio. Yeye na mafuatano yake yote. Ndio. Akaja. Ndio. Akasimama mbele yake akasema, ndio, sasa tazama najua ndio ya kwamba hakuna Mungu duniani mote ndio ila katika Israeli. Ndio. Basi na kuomba upokee baraka kwa mtumwa wako. Ndio. Lakini akasema, ndio, kama Bwana aishivyo, ndio, ambaye nimesimama mbele yake, ndio, sipokei kitu. Ndio. Akamshurutisha apokee, ndio, lakini akakataa. Asante. Nabii alisema hapana, hicho ambacho umeleta kwa ajili yangu sikipokei. Na ukisoma mistari iliyofuata ni ya kwamba Naaman akasema akirudi kwao hata muabudu Mungu mwingine ila Mungu wa mbinguni. Ningependa nisome ya kwamba kiburi cha Naaman, angependa kuponywa tu kwa neno. Nabii aweze kusema umeponywa, aponywe. Lakini Mungu alimwambia nenda Yordani. Na hivyo kwamba ndugu na rafiki mpendwa, baada ya Naaman kuponywa, kiburi chake kikashushwa, Mungu akainuliwa moyoni mwake, na injili ya kweli ikaingia katika nchi ya Washami. Kuna Mungu katika Israeli. Ndugu na rafiki mpendwa, Wafalme wa Pili 5:21 mpaka 27 ina ujumbe wa kusikitisha sana. Na ujumbe huu hebu wafikie wote ambao wameingia katika biashara ya miujiza na kuponya watu. Biblia inasomaje? Basi Gehazi akamfuata Naaman. Ndio. Naye Naamani alipoona mtu apigaye mbio, ndio,
anakuja nyuma yake. Ndio. Alishuka garini amlaki. Ndio. Akasema, je, ndio, ni amani? Akasema, amani. Sikia, unajua jemedari, watu ambao ni askari ni askari. Awe ni mgonjwa ni askari. Alipoona ya kwamba kuna mtu anamfuata, alishuka. Na hakushuka bure. Alikuwa amejihami. Ndipo anamuuliza ya kwamba, je, ni amani au si amani? Yule mtu wa Mungu akasema ni amani. Maana yeye wakati alipoona Elisha amekataa kupokea, yeye akajua hizi mali hazitaenda bure. Hizi nitazifuata. Akaamua ya kwamba atafuata Naaman. Na Biblia inazidi kusema namna gani? Nazidi kusema, ndio, Bwana wangu amenituma. Ndio. Kusema, ndio, tazama sasa hivi, ndio, wamenijia kutoka mlimani kwa Efraimu, ndio, vijana wawili wa wana manabii. Ndio. Uwape na kuomba, ndio, talanta ya fedha na mavazi mawili. Ndio. Naamani akasema, ndio, uwe radhi. Ndio. Akatoa talanta mbili. Ndio. Akamshurutisha. Ndio. Akafunga talanta mbili za fedha, ndio, ndani ya mifuko miwili, ndio, na mavazi mawili. Ndio. Akawatwika watumishi wake wawili, ndio, nao akayachukua mbele yake. Ndio. Naye alipofika kilimani, ndio, alivitoa mikononi mwao. Mwizi. Endelea. Akaviweka nyumbani. Ndio. Akawaacha wale watu kuondoka. Endelea. Nao wakaenda zao. Endelea. Lakini yeye akaingia, akasimama mbele ya bwana wake. Ndio. Elisha akamwambia, ndio, watoka wapi Gehazi? Ndio. Akanena, ndio, mtume wako hakuenda mahali. Ndio. Akamwambia, je, ndio, moyo wangu au kuenda nawe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Ndio. Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Ndio. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Asante sana. Ndugu na rafiki mpendwa, Gehazi alitoka machoni pa Elisha akiwa na ukoma ule wa Naamani. Tamaa ya mali. Alipokuwa anamwangalia namna hii, wakati ule hakuna CCTV, lakini CCTV ya Mungu ilimuona vizuri. Elisha akapelekwa, akaweza kuona picha nzuri zaidi iliyosafishwa kuliko CCTV zote za dunia. Hivyo ya kwamba wakati anafanya mambo haya yote, Elisha anamuona. Na hivyo ya kwamba akamuuliza, umetoka wapi? Mimi sijaenda mahali. Ndugu na rafiki mpendwa, ningependa ninapomalizia kusema namna hii. Yesu akatoa ujumbe wenye neema. Kitabu cha Marko 16 aya 15 hadi 18. Ujumbe ambao unafaa kuwaendea wote, na ujumbe unaotolewa ni bure. Hakuna gharama unayopaswa kupokea ili uweze kupata ukweli wa neno la Mungu. Unatolewa bure ili matajiri na maskini wasikie. Kitabu cha Marko 16 aya 15 mpaka 18. Biblia inasemaje? Inasema, akawaambia, ndio, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Ndio. Aaminie na kubatizwa, ndio, ataokoka. Ndio. Asiyeamini atahukumiwa. Ndio. Na ishara hizi, ndio, zitafuatana na hao waniaminio. Ndio. Kwa jina langu watatoa pepo. Ndio. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka, hata wakinywa kitu
ya kuficha akitawadhuru kabisa. Asante. Wataweka mkono yao juu wangojwa, nao watapata afya. Asante sana. Ishara hizi, miujiza hii itaandamana na wale waaminio, wale wanaomkubali Yesu kama Mwokozi wa roho zao. Ahadi zote zimeahidiwa. Ujumbe unapohubiriwa, Wakolosai 1 aya ya 12 mpaka 14. Kitabu cha Wakolosai 1 aya 12 mpaka 14, Biblia inasomaje? Inasema hivi. Ndio. 12 mpaka 14. Ndio. Mkimshukuru Baba, ndio, aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Ndio. Naye alituokoa kutoka nguvu za giza. Ndio. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Ndio. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Asante sana. Kupitia kwa Yesu tunapokea msamaha wa dhambi. Yeye aliyekutana na Aman akikutana na wewe mchana wa leo anakubadilisha. Alimbadilisha na Aman, akanibadilisha na mimi, anaweza kubadilisha na wewe. Kitabu chetu cha mwisho, Mathayo 11:28 hadi 29. Biblia inasema namna hii. Mathayo 11 mstari wa 28 na 20. Biblia inasema, ndio, Njooni kwangu enyi nyote msumbukao, ndio, na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Ndio. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Asante. Nataka nikuambia kwamba kwa Yesu kuna raha. Kwa Amen. Yesu kuna furaha. Amen. Zaidi ya yote katika hatua ya imani. Nataka nikuambia kwamba hata Naaman hakutaka, lakini ilibidi. Naaman alikuwa na kiburi, lakini ilibidi ashushe kiburi ili aweze kupokea uponyaji. Naaman barabara aliyoijua ndiyo nzuri zaidi. Mungu alisema sio hiyo, Yordani. Pamoja na fahari zake, aliporudi mbele ya mtu wa Mungu, alidhani mtu wa Mungu kwa sababu ni maskini, alidhani kwa sababu ya mtu wa Mungu ya kwamba barabara kuelekea kwake ni barabara nyembamba, ni barabara chafu, ni barabara isiyofaa, ya kwamba angependa atengenezewe barabara kubwa. Nataka nikwambia kwamba kama siku hiyo Elisha angeomba ajengewe nyumba kubwa, angeomba atengenezewe barabara nzuri kuelekea kwake, pesa hizo ingewezekana zipelekwe Ikulu, nyumba ile iweze kujengwa, barabara ijengwe. Lakini mtu wa Mungu alisema hahitaji chochote. Mmepokea bure, toweni bure. Ndugu na rafiki mpendwa, nataka kuomba na mtu mmoja ambaye angesema, Bwana, mimi ninapokuja kwako, ningependa usaidie moyo wangu. Huenda katika njia ambayo nimekuwa nikipita njia ambayo Naaman alipita. Lakini alipopiga U-turn moja, akapata wokovu. Hata mimi ningependa nipate wokovu. Naomba wale wote ambao umeketi, njooni hapa. Ninapomuomba mchungaji Kimuyu aweze kuja ili kuwaombea wale wote ambao wangesema, Bwana, mimi ninapojiangalia ningependa badiliko la moyo. Naomba zote njooni hapa tunapoenda kuomba mchana wa leo. Simameni popote mlipo, muweze kuja hapa tunapoenda kumalizia kwa njia ya ombi.
Na tunapoenda kuomba, hata wewe ambaye umekuwa ukisikia sauti hii uko mbali, tunakukaribisha tunapoenda kuomba. Njoo, piga hatua popote ulipo, njoo tuweze kuomba pamoja na wewe. Wewe ambao umekuwa ukisikiza ujumbe huu uko mbali, njoo hapa tunapoenda kuomba. Hata wewe tunakusubiri, hata wewe umekaribishwa tunapoenda kuomba mchana wa leo. Njoo tunapoenda kuomba, haijalishi jinsi ulivyo. Mungu anakuhitaji badiliko la moyo. Na baada ya kumpokea Yesu katika moyo wako, kuna kuwa na badiliko. Unaanza hatua mpya aliyoanza Naaman. Naaman kabla ya kuingia katika mto Yordani alikuwa na miungu yake. Naaman kabla ya kuingia Yordani alikuwa na kiburi, lakini kilishushwa. Na akamkubali Yesu katika moyo wake. Akasema, sitamwabudu Mungu mwingine ila Mungu wa mbinguni. Akatoka Israeli akiwa na injili ya milele. Hata wewe unaweza fanya vivyo hivyo. Je, kuna mtu ambaye anasikiza ujumbe huu na yuko pale, angependa tunapoenda kuomba? Njoo, piga hatua, njoo tuweze kuomba pamoja na wewe mchana wa leo. Ninapoenda kuomba, hebu niweze kuona kwa ishara wale ambao kwa hakika wamebatizwa, wamezamishwa ndani ya maji mengi kama jinsi. Hebu niweze kuona kwa ishara ya mkono. Asante, nashukuru. Kwa wale wote ambao haujapokea ubatizo na ungependa wakati ubatizo tu utakaofanywa, ungependa ya kwamba hata wewe uweze kuwa mmoja wale watakaobatizwa, ungependa kupiga hatua ya imani, hatua aliyoipiga Naaman. Wakati mwingine nataka ninaposoma habari za Naaman na ninapofikiria na ninapowaza, ninajua sana kile kilichomsumbua Naaman. Lakini ndugu na rafiki mpendwa, Yesu anakuhitaji. Hebu niweze kuona wakipiga hatua hapa mbele, wale ambao wangesema kwamba usije ukaogopa. Naaman hata sio kuogopa tu, kiburi kilimwambia hapana, sio wakati wangu, ni wakati wa mtu mwingine, si mimi. Mimi sifai kwenda mto Yordani, inafaa mtu mwingine, si mimi. Tena mtu wa hadhi ya mtu kama mimi, jemedari, sifai kuingia ndani ya mto Yordani. Lakini nashukuru baada ya kukubali alibadilika. Hebu niweze kuona wale ambao wangesema kwa njia ya unyenyekevu mbele ya Bwana, wangesema ya kwamba mimi ningependa kupiga hatua kuanzia leo. Songa tu hapa mbele. Na wale wote ambao hawakuinua mikono wamebatizwa, naomba njoo. Hautalazimishwa kubatizwa, lakini kuna kitu kimoja ningependa mchungaji anapoenda kuomba aweze kuomba pamoja na wewe. Songa, piga hatua mbele. Mimi ninaposubiri, mbingu inasubiri. Njoo, songa hapa mbele tunapoenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumesimama katika uwanja huu kwa heshima ya pekee, heshima ambayo hatuwezi kumpa mwingine, kwa maana tunakutambua kuwa Baba wetu na kuwa Mwokozi wetu. Tunashukuru kwa neno ambalo ulipanga siku ya leo tukaweze kuipokea. Tumeipokea na tunashukuru. Tunaomba wote ambao wako karibu, wale wamesikiliza wakiwa nyumbani, wengine wakiwa katika kazi zao, wamesikia neno lako, wakaona ukarimu wako. Tunakuomba Baba, Roho wako Mtakatifu akaweze kuwafikia na kunena nao, na hatua ambao wamechukua Baba kaweze kunakiliwa katika kumbukumbu za mbinguni. Hapa kuna binti wako, mwana wako ambao Baba amejitoa kwako, na amejitoa aweze kuzaliwa katika familia yako. Tunaomba ukaweze kumjaza Roho Mtakatifu, umfunike na Roho Mtakatifu, akaweze kumuongoza wakati yule mwovu anamjaribu, akaweze kumshinda. Unapohesabu watakatifu wako hapa duniani, muhesabu
Na hata kama Yesu unaweza kuja siku ya leo, haweze Baba kuandamana na wote ambao wamempokea Yesu Kristo. Baba, tunashukuru mhubiri umemuongoza na ametupatia neno ambayo neno Baba inaendelea kutuongoza na kututia nguvu kutoka sasa na kuendelea. Shetani ashindwe katika mazingira yote yetu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Get the point. Take a step forward.